kuhusu ile coding. Kama ni mara yako ya kwanza, basi usiache kusubscribe katika channel yetu na kualika watu wengi zaidi ili tuweze kujifunza pamoja. Na leo tunaenda kuanza series yetu mpya ya kutengeneza mfumo wa microfinance kwa kutumia framework ya Laravel. So hatua ya kwanza kabisa, hakikisha kwamba katika kompyuta yako umeinstall Composer. Kama unaweza kuona kwangu Composer nimeinstall pale, lakini pia lazima ujue ufahamu pia kompyuta yako uwe umeinstall PHP. Kwa sababu gani? Kwa sababu Laravel ni framework ya PHP. Okay? So after hapo, hatua ya kwanza kabisa tutaenda kutengeneza project yetu ambayo ni fresh Laravel installation. Okay. So nitaangalia nipo kwenye directory gani. Ende kwenye documents, ende GitHub. Yes. So hapa nitaenda kutengeneza project yangu mpya Laravel. Tunatengenezaje project mpya Laravel? Tunaandika natumia Composer create project. Tutatumia Laravel version ya 10 ambayo ni stable version. Okay. Laravel. Then nitaandika jina la mfumo wangu ambaye mimi nasema ni microfinance management information system. Mfumo ambao utasaidia watu waweze kuomba mikopo, kuapprove mikopo na kufanya disbursement ya mikopo. Okay. So project yangu inakuwa created pale. Okay. Yeah, so kwa ufupi ni kwamba Laravel ni framework ya PHP ambayo ni very popular kwa nchi yetu ya Tanzania na sehemu nyingi pia duniani. Mifumo mingi imetengenezwa kwa Laravel. Na Laravel imekuwa ni framework pendwa kwa sababu kwanza ni scalable na ina community kubwa ya developers. Okay. So tunaweza kuona pale project yetu imeshatengenezwa. So nitaenda kwenye VS Code, nitaenda kufungua ile project yangu. Yes. So hatua ya kwanza baada ya kufungua project yangu, nitaenda katika file environment, nitaenda kuset database yangu. Kwa niite microfinance DB. Okay. Nitaenda pia kwenye database yangu ambayo ni phpMyAdmin. Okay. Sorry. So nitaenda kutengeneza my database ambayo ni kwa microfinance DB. After hapo nitarudi kwenye project yangu. So kitu cha kwanza kabisa unapoanza kutengeneza project mpya, kitu cha kwanza kabisa huwa ni authentication. Ukisema authentication maana yake ni login, register na kuset password. So tutaenda kutumia default UI, tunasema Laravel basic authentication ambayo yenyewe utaipata kwa kuinstall hii library inaitwa UI. Kwa nitaanza kwa kuinstall, nitasema Composer require Laravel UI. So kutumia hii Laravel UI tunaweza kuinstall ile basic authentication ya Laravel. Okay, ambayo inakuwa inakutengenezea register, login na set password. So baada ya kuinstall ile UI pale, nakuja sasa nasema php@sun.ui, tutatumia bootstrap, then tutasema authentication, utapiga yes. Yeah, so after hapo utakuja utainstall npm. Hii Node.js packages kwa ajili ya kufanya zile, kuna JavaScript ambazo zinakuwa zipo kama zinaitwa Vite. Okay, tutaziona jinsi zinavyokuwa pale. So hivyo ndivyo jinsi ya kutengeneza project katika Laravel. Na hapo sasa tuna install hizo libraries ili tuweze kuona ile basic authentication yake. Okay, npm imeshakuwa installed. Kwa hiyo tunachofanya tena, nakuja sasa tunaibuild sasa npm run build,
build ile npm ndani ya project yetu sisi hapa. So utaacha mpaka imalize. Yes, pale imebuild success. So after hapo sasa tuangalie sasa, tuwashe server yetu php @sun save. Okay, server is running pale, nikiklik pale yes. So ukiona kwamba umepata hii page na hapa kuna login na register ambazo ukiklik inakupeleka pale kwenye login, na ukiklik register inakupeleka kwenye register, au ukiklik forget password inakupeleka kwenye forget password, means kwamba umefanikiwa kuweza kuinstall Laravel authentication. So ninachotaka mimi the first page baada ya kufungua project yangu ije page ya login. So nafanyaje? Mimi nitakuja kwenye root hapa kwenye web, utaona yale maneno kibao pale, maana yake ni hii page hapa. So kwa maana ya kwamba nikiwa katika hii root directory hapa, maana yake hii documentation Laracast mimi sitaki, nataka nikifungua tu itokee login page. So mimi nitakuja hapa kwenye function yangu. Sasa nitasema auth.login. Kwa nini nasema auth.login? Kwamba mimi katika sources zangu pale kwenye views nina folder inaitwa auth. Ndani ya folder inaitwa auth na page inaitwa login. So mimi nataka kwamba hii auth.login iwe ndio first page ninapofungua application yangu. So sasa hivi nije nikirefresh hapa, page ya kwanza itakuwa ni page ya authentication. So after hapo mimi nitakuja nitakuja migrate. Sawa, kwa sababu pia unapofanya ile basic authentication ile ya UI ya Laravel itakutengenezea table hizi. Kuna table ya users, kuna table ya create password, tokens zile zote hizi. So unachokifanya tena hapa ni kuja migrate ili database yetu iende kufanyaje, kutengeneza zile table kule. Kwa utakuja pale kwenye new terminal, then utasema php @sun migrate. Okay, so table zetu zishakuwa created, na ukija huku pia ukifungua microfinance pale unaweza kuona zile table zote ambazo zimekuwa created. Sasa tujaribu kuinsert data manually. Sawa, kama tumtengeneze simple user. Sasa kuna kitu kinaitwa database seeder. Seeder ni kwamba unakuwa una insert data, sawa, static katika database yako. Kwa maana ya kwamba hautengenezi form, yani nasema ni njia mojawapo ya kuinsert data katika database yako. So mimi nitasema kwamba php @sun make seeder. Okay, niti labda user seeder. Tapiga enter pale, na nikija kwenye database pale kwenye seeders utaiona ile user seeder ile pale. Okay, so mimi ninasema sasa hapa kwenye run hapa nitatengeneza hiyo seeder yangu kwamba mimi ni user .create. After hapo nitakuja nitasema kwamba kwanza bidi ni import hii user. Kwa tasema use app models user namna hii hapo. So utakuja tunasema ukija kuangalia table yako, table ya users, kila user lazima awe na name na email na password. Hizi ndo taarifa za muhimu. So cha kwanza kabisa nitakuja nitaandika name, nitaandika jina la huyo user wako, alafu kuna email nitakuja taandika pale, okay, alafu nitakuja taandika password yangu. My password lazima kwanza tuweze kuihash. Kwa utasema hash, sawa, uta import zile .make, ndani hapo utaandika password yako. Hivi tuandike 1 2 3 4 5 6 7 8. Yes. So hii hash ni encryption methods, sawa, ambayo inatumika kuweza kuencrypt ile password yako. So baada ya hapo sasa tutakachofanya hatua ya pili sasa ni kwenda pale kwenye database seeder na kwenda kuita hii user seeder. Kwa utakuja database seeder pale kwenye run, remove user yako, utasema kwamba this .call
utaita nini ile sida yako ambayo ilikuwa ni user sida okay .class namna hiyo. Kwa kama utakuwa na sida nyingi zaidi ya moja, utakuwa unaweka koma, unaziita zingine. So after hapo tuje sasa tufanye sasa seed sasa. Kwa utaje nasema pale php @migrate seed au sorry php @db seed. Okay, itaona pale ita run then ita done. So sasa hivi nikija kwenye table yangu huku mimi nikirefresh hapa, utamkuta yule user amekuwa inserted pale, huyu hapa Salim Dev. Okay, so tujaribu kulogin sasa tuone kama user amekuwa created successful. So nitakuja nitachukua ile email yangu pale kwenye ile pamoja na ile password yangu ambayo ni 1 mpaka 8. Okay, 1 2 3 4 5 6 7 8. Ta click login. Yes. So unaweza kuona pale imesha login successfully. Na hii sasa tunasema ni starter project. So session inayofuata tutakuja sasa kuangalia jinsi ya customize hizi pages za login na kuintegrate ile admin template nzuri kabisa ili tuweze kuendelea na module nyingine. Kama mara yako ya kwanza kutembelea channel hii, basi usiache kusubscribe na kuweza kualika marafiki wengine. Karibuni tena mpaka wakati mwingine.